ile ambayo tulisoma kwa pamoja, maana kichwa kikuu Jumapili ya leo ni ile Zaburi 27 mstari wa kwanza ambao unasema, Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu, nimwogope nani? Bwana ni ngome ya uzima wangu, nimhofu nani? Huo ni mstari mmoja tu, lakini tutasoma Zaburi yote. Zaburi ya 27 mistari 14. Zaburi ya 27 mstari hiyo 14 tulisoma kwa kupokezana, na sasa naomba kuisoma tena. Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu, nimwogope nani? Bwana ni ngome ya uzima wangu, nimhofu nani? Watenda mabaya waliponikaribia, wanile nyama yangu. Watesi wangu na adui zangu walijikwaa wakaanguka. Jeshi lijapojipanga kupigana nami, moyo wangu hautaogopa. Vita vijaponitokea, hata hapo nitatumaini. Neno moja nimelitaka kwa Bwana, nalo ndilo nitakalo litafuta, nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu, niutazame uzuri wa Bwana na kutafakari hekaluni mwake. Mradi atanisitiri bandani mwake siku ya mabaya, atanisitiri katika stara ya hema yake, na kuniinua juu ya mwamba. Na sasa kichwa changu kitainuka juu ya adui zangu wanaonizunguka, nami nitatoa dhabihu za shangwe hemani mwake, nitaimba, naam, nitamhimidi Bwana. Bwana, usikie. Kwa sauti yangu ninalia, unifadhili, unijibu. Uliposema, nitafuteni uso wangu, moyo wangu umekuambia, Bwana, uso wako nitautafuta. Usinifiche uso wako, usijiepushe na mtumishi wako kwa hasira. Umekuwa msaada wangu, usinitupe wala usiniache, Mungu wa wokovu wangu. Baba yangu na mama yangu wameniacha, bali Bwana ananikaribisha kwake. Bwana, unifundishe njia yako na kuniongoza katika njia iliyonyoka, kwa sababu yao wanaoniotea. Usinitie katika nia ya watesi wangu, maana mashahidi wa uongo wameniondokea, nao wanatoao jeuri kama pumzi. Naamini ya kuwa nitauona wema wa Bwana katika nchi ya walio hai. Umngoje Bwana, uwe hodari, upige moyo konde, naam, umngoje Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Niliposoma maneno haya nikajikuta nawiwa kusoma kwenye Isaya 41 mstari wa 10 hadi wa 13. Niliposoma Zaburi hii, ndani ya moyo nikawiwa kusoma Isaya 41 mstari wa 10 hadi wa 13. Mahali hapo pameandikwa, usiogope, kwa maana mimi ni pamoja nawe. Usifadhaike,
kwa maana mimi ni Mungu wako, nitakutia nguvu, naam, nitakusaidia, naam, nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Tazama, wote waliona hasira juu yako watatahayarika na kufadhaika. Watu washindanao nawe watakuwa si kitu na kuangamia. Utawatafuta wala hutawaona, wale wapiganao nawe watakuwa si kitu, watakuwa kama kitu kisichokuwa. Wale wanaofanya vita juu yako, kwa maana mimi Bwana Mungu wako nitakushika mkono wako wa kuume, nikikuambia usiogope, mimi nitakusaidia. Amen. Kanisa la Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nafurahi kumwona ndugu yetu kutoka pale Bethel. Nashukuru kanisa la Bethel, wakati nasoma pale Teku wamenilea. Asante sana dadangu kukuona kutoka pale Bethel. Mungu aendelee kukubariki. Asante sana, karibu sana. Asante sana. Watumishi wa Mungu, nirudie kumshukuru Mungu kuwapo pamoja nanyi kwenye ibada hii. Na Biblia ambazo wanaandika vichwa juu, Zaburi hii wameandika wimbo wa ushindi katika Bwana wa Daudi. Wimbo wa ushindi katika Bwana wa Daudi. Na Zaburi hii tungekuwa tunaandika ni vichwa, mwingine pengine angeandika maneno haya: kuweka tumaini letu kwa Mungu. Kuweka tumaini letu kwa Mungu. Tungekuwa tunaandika vichwa, ama mtu angesema andika kichwa. Yamkini mwingine angeandika kuweka tumaini letu kwa Mungu. Lakini mwingine angeliweza kuandika msaada wetu kutoka kwa Mungu. Msaada wetu kutoka kwa Mungu. Msaada wetu kutoka kwa Mungu. Si hivyo tu, yamkini mwingine angeliweza kuandika kwamba kwa Mungu kuna usalama toshelevu. Kwa Mungu kuna usalama toshelevu. Wapendwa katika Yesu Kristo, na popote ambapo ujumbe huu unafika, unaposoma Mithali 3:5-6, inanibariki unapokutana na maneno yanayosema mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkiri yeye, naye atayanyosha mapito yako. Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee njia zako mwenyewe. Kwa nini anazungumza namna hii? Akili tunazo, lakini tunaitwa namna ya kumtumaini Mungu. Mtunga Zaburi hii anatuonyesha vile ambavyo msaada unapatikana kwa Mungu. Mtunga Zaburi hii anatuonyesha vile ambavyo msaada toshelezi unapatikana kutoka kwa Mungu. Unaposoma Zaburi hii, unaona habari ambazo zinaonesha suala la uhusiano binafsi na Mungu. Suala
la mtu binafsi kuhusiana na Mungu wake. Lakini pia unaposoma Zaburi hii unaona hali ya vita binafsi ambavyo mtu anaweza akakutana navyo katika hali ya mahusiano na Mungu wake. Swala la uhusiano na Mungu, mtu akihusiana na Mungu vema, baraka tunaambulia wengi, na mtu akihusiana vibaya na Mungu, hata hayo madhara yanaweza kutukuta wengi. Ninabarikiwa kuona kama Mungu anaweza akapatiliza wana maovu ya baba zao toka kizazi cha kwanza, cha pili na cha tatu mpaka cha nne. Wamefanya maovu wengine, lakini ile ghadhabu, ile hasira, yale mapigo yanaweza yakawaangukia na wengine hata ambao hawakweko. Na ndio maana hata katika maisha iko mikataba mingine inaweza ikasainiwa mahali, hata kama wewe uliye hukwako katika kusaini huo mkataba, na kama mkataba yamkini ni mkataba wa miaka 100, hata kama waliosaini hawatakwepo, na kama yako madhara ambayo yanaweza yakawatesa wengine, haitajarisha kwamba ukwako katika kusaini huo mkataba. Lakini wale waliosaini huo mkataba, kama yako madhara, utakutana na mtu mwingine ambaye hukwako lakini walisaini wengine. Na kama ziko baraka ambazo wamefanya wengine, na baraka hizo zaweza kutembea vizazi na vizazi. Na ndivyo ambavyo hata ambaye hukweko kuziandaa hizo baraka, maadamu zinatembea baraka, zitakutana na hata na mwingine, maana ni Mungu mwenye kurehemu. Akiwako ambaye ataomba rehema, hata kama yaliyofanyika hakwako, lakini akiomba rehema, Mungu wa rehema ana rehemu. Haijalishi hukwako, lakini Mungu wa rehema ana rehemu. Haijalishi yaliyotendeka hukwako, lakini Mungu wa rehema ana rehemu. Mtunga Zaburi hii anamwona Mungu ni msaada wake, ni nuru yake, ni wokovu wake, ni ngome yake. Ukiisoma Zaburi hii unamwona huyu ndugu anapita katika ulimwengu wa vita, anapita katika ulimwengu wa ushambuliaji, anashambuliwa, lakini liko tumaini hata katikati ya mashambulizi, kwamba Mungu ni ngome yangu. Nimebarikiwa na mtunga Zaburi hii akiimba kwamba hata kama wako watu wanaokula nyama za watu, lakini yeye anakiri, anasema Bwana ni ngome yangu. Mtunga Zaburi hii anakiri akisema, kama yako mashambulizi. Ungekutana wacheza mpira ukizungumza mashambulizi, wataelewa mashambulizi, lakini ni vita katika ulimwengu wa mwili na ulimwengu wa roho. Yakiwako mashambulizi kila kona, lakini bado anasimama kwamba mashambulizi yawayo yoyote hawezi ogopa. Kwa nini? Kwa sababu Bwana yu pamoja naye. Mungu angelitupa neema afunue macho yetu, na anaeleza vile ambavyo vita vijapotokea,
Achana na watu ambao usipoelewa madhara ya vita, mtu anasema vita vije. Usiombe vita vikaja. 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 Mungu angelitupa neema uone jeshi lilivyojipanga, hata kama uko kwenye nchi ambayo ukikutana na jeshi huoni shida, maana ni nchi ya amani. Lakini ukikutana na jeshi katika nchi ya vita, si mchezo. Lakini mtunga Zaburi hii anasema hata vita vijapotokea, jeshi lijapojipanga kupigana nami, sitaogopa. Kwa nini? Maana Bwana yu pamoja nami. Nabarikiwa na mtumishi wa Bwana ambaye hata mtenda kazi wake alipoona amevamiwa, lakini akamwambia, Bwana, fungua macho yake ili aone walio upande wetu ni wengi kuliko walio upande wa maadui. Nikutie moyo maramba mawili, walio upande wetu ni wengi kuliko walio upande wa maadui. Mtunga Zaburi hii anakiri akisema hata jeshi kubwa lijapojipanga hataogopa. Kwa nini? Maana Bwana yu pamoja nami. Nikamtafakari Musa ile Kutoka 14:13, 14:15, ukiweza ukafika 31. Hata walipovamiwa, Musa anawaambia hawa watu, anawatia moyo hawa watu kwamba hawa wa Misri mnaowaona leo hamtawaona tena. Ni neno la imani sawasawa na unabii wa Isaya anaosema, wale wanaopigana nawe, wanaotafuta roho yako, wanaotamani wakuangamize, hutawaona tena, hawatakuwa si kitu tena. Ni neno la imani. Watoto wameimba, ni sauti ya mtu aliaye nyikani. Ni neno la unabii. Kama wako watu wapiganao nawe katika ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili, vita ni vya Bwana, nanyi mtanyamaza kimya. Atawapigania yeye, mtauona mkono wa Bwana. Maadamu atatusitiri. Sitara ni kuhifadhi. Hii nguo ni sitara ya mwili wangu. Nguo zimenihifadhi, imenisitiri. Sitara ni pazia ambayo hata alipotofautisha patakatifu pa patakatifu na hata sanduku la agano lilipofanyiwa sitara, maana yake likahifadhiwa likawa salama. Kwa nasi sitara wetu ni Yesu Kristo, anayetusitiri, anayetukinga na kila uharibifu na kila vita na kila maadui, sawa sawa na Efeso ile 6:10 hadi 18, kwamba vita vyetu si juu ya mwili huu, lakini ni katika ulimwengu wa roho. Nikutie moyo mtu wa Mungu kwamba yuko Mungu aliye msaada wetu, yuko Mungu aliye tumaini letu, yuko Mungu aliye kimbilio letu. Wajapoinuka wainukao, lakini yuko aliye msaada wetu. Nimebarikiwa alipoimba akisema, baba na mama waweza niacha, lakini yeye ananikaribisha kwangu. Dunia hii watu wanaweza kukutelekeza. Dunia hii watu wanaweza kukuacha. Dunia hii watu wanaweza kukusahau, lakini ahimidiwe Jehova ambaye hasahau watu, ambaye hatelekezi watu, ambaye haachi watu. Mwaminini huyo, mtegemeeni huyo, maana tuliowategemea wametuacha, wametusahau, lakini yuko Mungu ambaye anasema,
baba na mama wameniacha, lakini yeye ananikaribisha kwake. Mtumaini Bwana, mtegemee Bwana, muamini Bwana. Na ndio maana anasema nitautafuta uso wako. Utasikia watu katika dunia hii anasema, Bwana, sijakutia machoni, sijaona uso wako, hatujatiana machoni. Kwa wako watu anapata shida asipoutia uso wa mtu fulani machoni pake. Lakini yuko mtunga zaburi hii, yeye anakiri anautafuta uso wa Bwana. Na anapoutafuta uso wa Bwana na wako watu wengine hata kwenye simu zao anapowasha anatamani itokee picha fulani, uso fulani. Mwingine akiwasha tu pap, anaona uso wa mtoto wake, anaona uso wa mume wake, anaona uso wa mke wake, anaona uso wa mpenzi wake. Ndio furaha yake, anatamani akiwasha itokee picha, utokee uso fulani, ndio furaha yake. Uongo kweli? Na sipoiona ile sura anapata shida. Na enzi zile wakati wengine hawana simu, alikuwa anaweza mtu akatembea na picha ya anayetamani anamwangalia. Anatembea, anafika mahali, akifika mahali anachukua hiyo picha sehemu alipoiweka picha ya mtu, ili aione picha, aone sura ya, aone uso wa huyo mtu. Akiona uso anatabasamu. Kwa nini? Ameona uso wa mshikaji wake, ameona uso wa mpenzi wake, ameona uso ambaye tamani aone uso wake. Lakini mtunga zaburi hii anasema nitautafuta uso wako Bwana, nitautafuta uwepo wako Bwana. Wewe unatamani uso upi? Na mpenda Musa akasema, Bwana, uso wako usipokwenda pamoja nasi usitutoe hapa. Tafuta uso wa Bwana, tafuta nguvu za Bwana, tafuta uwepo wa Bwana, tafuta nguvu za Mungu ili utembee nazo unapoweza ukatembea nazo. Hizi picha ambazo unatamani ukafarijika ukiona, sijasema ni vibaya, lakini wewe nini kiu yako ya kutamani kuona unachoona? Wengine wakiona picha hizo, na ndio maana mtunga zaburi anasema hawa wanataja magari, hawa farasi, sisi tunalitaja jina la Bwana. Hawa wanainama, sisi tunainuka. Kama wengine anatamani aone picha ya mtoto wake, aone picha ya mume wake, aone picha ya awaye yote yule. Lakini mtunga zaburi hii anasema ninatafuta kuona uso wako. Na ndio maana hata Musa alipotamani aone uso wa Bwana ndio utakaomtembeza. Na kiuona uso wa Bwana, Musa akakiri kwamba ndani ya uso wa Bwana iko raha. Kama watu wengine akiona sura ya huyu aliona sura yake anapata tabasamu, maana ile picha inampa raha. Lakini raha ya Mungu ni zaidi ya raha ziwazo zozote. Kwa nini? Kwa sababu yeye ndiye asili ya raha, ndiye atupumzishaye, ndiye stara yetu. Bwana Yesu asifiwe. Mtunga zaburi hii anakiri akionyesha kwamba Mungu ni msaada wake. Na kama Mungu ni msaada wake, ni kutia moyo mtu wa Mungu. Dunia inaweza ikabadilika, watu wanaweza ikabadilika, lakini huyu aliye stara yetu ni yeye yule jana na leo na hata milele. Wajapobadilika wanaobadilika, vyama vya siasa vijapobadilika, viongozi wajapobadilika, nyumba nayoishi iwe ya kwako iwe ya kupanga, ujenge nyumba hii na nyumba hii, ijapobadilika, lakini Mungu niko Jehova, habadiliki. Mchana ni wa kwake na usiku ni wa kwake. Na kama ni hivyo, ndiye ambaye Daudi anasema yeye ni msaada wake. Mungu angelifunua macho yetu, haoni hasara kukujengea boma lililo kubwa na ukawako peke yako ukazingirwa.
Mungu haoni hasara. Kwa nini? Maana una thamani machoni pake. Nina thamani machoni pake. Kwa Mungu kukuzingira na jeshi kubwa, wewe ni wa maana. Hata kama wengine watakuona wewe si wa maana, lakini sikia neno la Bwana leo kwamba wewe ni wa maana, na kama ni wa maana haoni shida kukujengea boma, na kama haoni shida kukujengea boma. Na ndio maana mwenzetu anasema hata maadui wakija, anajiona yu katikati ya boma, anajiona yu katikati ya jeshi kubwa. Ukiona jeshi kubwa ni mawili, nimevamiwa, ninalindwa. Naeleweka? Kama nimezingirwa mahali, nimezingirwa kwa maana ya kuvamiwa, ya kutekwa, ama nimezingirwa kwa maana ya heshima ya kulindwa. Lakini nikutie moyo kwamba asubuhi ya leo katika ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili liko neno la Bwana linaloishi, linalosema nimekuzingira nyuma na mbele, nitakutia nguvu. Mimi ni Bwana nikuokoaye, mimi ni Bwana nikuponyaye, mimi ni Bwana nikulindaye, mimi ni Bwana, hakuna mwingine. Mimi ni Bwana ili Alfa na Omega. Umezingirwa nyuma na mbele, maana uso wake uko pamoja nasi. Kwa nini? Ameahidi hivyo, na anasema nitauona wema wa Bwana. Watu wengine wakiona mabaya, lakini wewe ona wema wa Bwana. Ukiona wema wa Bwana, ukimwona mke wako, ona wema wa Bwana. Ukiona watoto, ona wema wa Bwana. Ukiona wazazi, ona wema wa Bwana. Ukiona unachoona, ona wema wa Bwana. Maana yeye alipofanya kila kitu ni chema. Lile jicho la uovu ni jicho la adui, lakini jicho la wema ni wema wa Bwana. Na ndio maana mmoja akafunuliwa akasema, roho yangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. Roho yangu na ikuimbie. Ukimwona mwenzako awe mnene, awe mwembamba, awe mfupi, awe mrefu, ana ajira, asiwe na ajira, ameolewa, asiwe ameolewa, ona wema wa Bwana, kwamba liko kusudi vyovyote alivyo atakuzodoa. Ona wema wa Bwana. Na huyu mtunga Zaburi akakiri, nitamngoja Bwana kwa ushujaa. Tia moyo watu, acha kuvunja moyo, acha kukatisha tamaa. Waambie liko tumaini, uko uweza, ziko baraka. Haleluya, 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 haleluya. Hori, 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 hale, 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 hale. Hale, 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 haleluya, hale, 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 haleluya, hale, hale. Sikia neno la Bwana. Hale, 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 hale. Malamba mawili, malamba mawili, malamba. Hale, hale. Hale, 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 hale. Bwana atawapigania. 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 Mtawele mkono wa Bwana. Mtawele mkono wa Bwana. Tanzania, Tanzania, Tanzania. Bwana atawapigania. Tanzania, Bwana atawapigania. Tanzania, Bwana atawapigania. Wajapojipanga, wanavyojipanga, wanaojipanga. Lakini Mungu wa nchi hii
aipiganie nchi hii. Mungu wa nchi hii aipiganie nchi hii. Mungu wa nchi hii aipiganie nchi hii. Mungu wa nchi hii aipiganie nchi hii. Mungu wa Tanzania, linde Tanzania, okoa Tanzania, tetea Tanzania. Tanzania, Tanzania, Tanzania. Mungu yuko Tanzania. Yesu yupo Tanzania. Ndiye Mungu wa nchi hii. Mtetee ni Yesu. Naomba tusimame. Ni tenzi 71 kwa 345. Tenzi 71 kwa nyimbo za Kristo 345. Tuimbe wimbo huo, tuanze. Tenzi 71 kwa 345. Wewe ni balozi, wewe ni balozi, wewe ni balozi, wewe ni askari, wewe ni balozi, na Mungu yuko upande wetu. Tuimbe, karibu. Mtetee, 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 mtetee.
usitie shaka, anaye vita kashinda hakika. Nikutakie ushindi katika ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili katika jina la Yesu. Nikutakie ushindi katika ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili katika jina la Yesu. Nikutakie ushindi katika ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili katika jina la Yesu. Wajapopigana nawe, lakini walio upande wako ni wengi, ukapate kushinda katika jina la Yesu Kristo. Wengine wakitafuta wanayotafuta, wewe utafute uso wa Bwana, uwepo wa Bwana, nguvu za Bwana katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni mshindi, wewe ni mshindi, wewe ni mshindi, maana tunashinda katika yeye atuwezeshaye kushinda. Nampenda Paulo akasimama akasema, ni kitu gani kitakachotutenga na upendo wa Mungu Baba uliodhihirika katika Yesu Kristo? Je, ni njaa, ni uchi, ni upanga? Ametaja vitu vingi katika ile Rumi 8:35 hadi 39, lakini anaishia akisema tunashinda na zaidi ya kushinda katika yeye aliyeshinda. Tuombe. Mungu Baba, katika jina la Yesu. Mungu Baba, katika jina la Yesu, wazungushie boma lako, wazungushie boma lako, wazungushie boma lako e Bwana, wazungushie boma lako, boma uliloonesha Bwana, wazungushie, wazungushie boma lako, wazungushie boma lako, boma lako, boma lako, boma lako, wazungushie boma lako e Bwana. Nakuomba Mungu, nakuomba Yesu, nakuomba Roho Mtakatifu, wazungushie boma lako, wazungushie boma lako, boma, 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 ngome, 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 ngome katika jina la Yesu. Wazungushie Bwana, wazungushie Bwana, wazungushie, wakiwa nyumbani, wakiwa ofisini, wakiwa mashambani, wakiwa bafuni, popote wawapo Bwana. Watoto hawa wakiwa madarasani, wazungushie boma lako, boma lako, ngome yako, boma lako, ngome yako, boma lako, wazungushie Bwana, wazungushie ndoa zetu, zungushia ngome yako, ngome, 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 damu ya Pasaka Bwana, wazungushie Bwana, jimbo hili lizungushie boma lako Bwana, jimbo la mashariki lizungushie boma lako, boma lako, boma lako, boma lako Bwana. Vita vijapotokea Bwana, watetee, wapiganie. Matisho yajapotokea, wapiganie Bwana, peke yako, peke yako, peke yako, peke yako, peke yako, wapiganie, wapiganie, wapiganie. Adui wao wawe adui zako, adui wao wawe adui zako, katika jina la Yesu Kristo anasihi. Ambaye anaona anazingirwa na roho ya hofu, 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 kama iko ngao ya imani na upanga wa roho, kama yuko mtu anazingirwa na hofu, ni hofu ya uchumi, hofu ya magonjwa, hofu ya mahusiano, kama yuko mtu anaona hofu, anaona anazingirwa, lakini mwenzetu anasema hata wajapojikusanya kama nyuki sitaogopa. Kama yuko mtu anaona anazingirwa na hofu iwayo yote, aje hapa mbele. Kama yuko mtu unazingirwa na hofu iwayo yoyote, sielewi ni hofu ya nini, lakini kama iko hofu ambayo inakuzingira hata inakuletea mashaka, kama ni magonjwa, kama ni uchumi, kama ni mahusiano, kama ni ushindani wa biashara, lakini yuko Mungu aliye mtetezi wetu na aliko boma ambayo anatujengea,
kama yuko mtu ambaye anaona hofu ambayo inamzingira, anakatishwa tamaa, lakini yuko Mungu ambaye anasema usiogope, nitakushika mkono, nitakutetea. Na kama wako watu uliowategemea unaona wamekuacha, lakini yuko Mungu asiacha mtu, asiyeterekeza mtu. Bwana, watumishi wako wako mbele ya madhabahu yako, hofu imewazingira kila kona, lakini mtumishi wako Daudi anasema sitaogopa, hata kama wako watu wanaotamani kula nyama yangu, sitaogopa kwa kuwa Bwana uko pamoja nami. Bwana, katika ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili ninakuja mbele zako Bwana, nikiwa kwenye madhabahu hii na popote ambapo ujumbe wako unafika Bwana, ninakusihi kwa damu ya Pasaka, ninaita uwepo wako, ninaita nguvu zako katika jina la Yesu Kristo anatai. Hofu na mashaka Bwana, ndiye uliye amani yetu, ndiye uliye mshindi wetu, katika jina la Yesu Kristo anatai. Na wako wengine Bwana wana hofu kwamba mimba itatoka, ninakusihi Bwana, hofu ya kutoka mimba tunaikemea katika jina la Yesu Kristo anatai. Hofu ya kuachwa tunaikemea katika jina la Yesu Kristo anatai. Hofu ya kukataliwa Bwana, wewe ni Mungu unayewaita wote, ninakusihi Bwana. Hofu ya uchumi, wewe ni Bwana unayebariki kazi za mikono yetu, na waachilia mikononi mwako Bwana, watoto wao wakiwa shuleni, walio karibu na walio mbali Bwana, wazingire katika jina la Yesu Kristo anashai. Bwana, wafanya biashara wakubwa kwa wadogo, hata kama na mkopo Bwana, awamu iliyopita hakufaulu, lakini awamu hii Bwana pata kumshindia katika jina la Yesu Kristo wanatai. Bwana, nguvu zako na ziwe juu yake katika jina la Yesu Kristo. Nguvu za Mungu na ziwe juu yako, nguvu za Mungu na ziwe juu yako. Na Bwana akufute machozi, akuondolee kila uchungu. Bwana akufute machozi, akuondolee kila uchungu. Bwana akufute machozi, akuondolee kila uchungu. Uchungu toweka katika jina la Yesu. Machozi, wewe ni Mungu futaye machozi. Kila machozi yanayodondoka, wewe ni Mungu utasema utafuta kila chozi linalodondoka. Binti huyu Bwana mfute machozi. Bwana atasiposema kwangu, analia mbele zako, analia mbele zako. Fadhaa yake Bwana, beba fadhaa yake, beba fadhaa yake, beba 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 katika jina la Yesu Kristo anatai. Mungu amekuona, Mungu abebe maumivu yako, Mungu amekuona, abebe maumivu yako na uchungu wako. Bwana akupe raha, Bwana akupe raha, Bwana akupe kicheko katika jina la Yesu Kristo anatai. Neema ya Mungu na iwe juu yako, nguvu za Bwana na ziwe juu yako katika jina la Yesu Kristo anatai. Uweza wa kimbingu na uwe juu yako. Maneno mabaya uliyotamkiwa ninafuta katika jina la Yesu Kristo. Daudi anakiri, sitakufa bali nitaishi, nitasimulia matendo makuu ya Bwana. Simulia matendo makuu, simulia matendo makuu, simulia matendo makuu ya Bwana, simulia matendo makuu ya Bwana katika jina la Yesu Kristo. Uwezo wa Bwana uwe juu yako katika jina la Yesu Kristo. Akupe amani, akupe kicheko, akupe amani, akupe kicheko katika jina la Yesu Kristo. Anasema uweza wa kimbingu na uwe juu yako, uweza wa kimbingu na uwe juu yako katika jina la Yesu Kristo. Mungu akukumbuke, Mungu akukumbuke katika jina la Yesu Kristo. Anasema nguvu za Bwana na ziwe juu yako, uweza wa Bwana na uwe juu yako. Akukumbuke, akuinue, akukumbuke, akuinue, akukumbuke, akuinue katika jina. Achia nafsi yake, achia roho yake, achia moyo wake, achia mifupa yake, achia mgongo wake, achia roho ya mateso, roho ya mateso. Ninakuamuru katika jina la Yesu Kristo anasema Mungu akuweke huru, Mungu akuweke huru, Mungu akuweke huru katika jina la Yesu. Roho ya ukombozi, roho ya neema, roho ya kuwekwa huru, roho ya mateso itoweke katika jina
na kuamuru, ewe roho ya mateso, na kuamuru, achia nafsi ya mama huyu, achia nafsi yake, achia nafsi yake, achia nafsi yake, achia nafsi yake awe huru, achia nafsi yake, achia nafsi yake, nafsi yake iwe huru, nafsi yake iwe huru, nafsi yake katika ulimwengu wa roho. Bwana, ninakusihi katika jina Yesu, roho ya ukombozi, roho ya neema, mzungushie boma lako katika jina la Yesu Kristo. Bwana, mtunze mama huyu, neema yako na iwe juu yake, usika na mgongo wake, usika na tumbo lake, usika na kila kiungo katika jina la Yesu Kristo, usika na tumbo lake. Bwana, nanyunyiza damu yako, damu ya ukombozi, damu yenye neema katika jina la Yesu Kristo. Nguvu za Mungu na moto naachilia moto katika ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili, naachilia moto katika jina la Yesu Kristo. Mungu na kukumbuke, Mungu na kukumbuke, Mungu na kukumbuke, Mungu na kukumbuke katika jina la Yesu Kristo anasihi. Neema ya Bwana na iwe juu yako katika jina la Yesu Kristo. Mungu akukumbuke, Mungu akutunze, Mungu akupe amani, Mungu akupiganie, Mungu akutetee, Mungu akuokoe katika jina la Yesu Kristo wanasihi. Mungu akukumbuke, Mungu akuinue. Wewe ni Mungu unayewatoa watu mavumbini na kuwaketisha pamoja na wakuu katika jina Yesu. Mtoe mavumbini, muinue juu, muinue juu, muinue juu, muinue Bwana, muinue Bwana, muinue Bwana, muinue katika neema yako, muinue Bwana. Wewe ni Mungu wa kuinua, wewe ni Mungu wa kubariki, wewe ni Mungu wa kulinda katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa ajili ya mama huyu, Bwana, katika jina Yesu. Akiwa mzee usimwache, nguvu zikipungua usimwache, mpiganie, mtunze katika jina, na kuombea baraka, na kuombea neema, na kuombea baraka, na kuombea neema, na kuombea baraka, na kuombea neema, na kuombea baraka, na kuombea neema. Mungu akutunze katika jina la Yesu Kristo. Toto namwachia mikononi mwako, namuombea akili, namuombea akili, namuombea akili Bwana, namuombea akili katika masomo yake, namuombea akili, namuombea kibali, namuombea akili Bwana. Wewe ni Mungu peke yako, peke yako, peke yako, peke yako, peke yako, peke yako, peke yako Bwana, peke yako Mungu, peke yako, peke yako, peke yako, peke yako katika jina Yesu. Nguvu za Mungu na ziwe juu yako, nguvu za Mungu na ziwe juu yako katika jina la Yesu. Nguvu za Mungu na ziwe juu yako katika jina la Yesu Kristo. Nguvu za Mungu na ziwe juu yako, nguvu za Mungu, nguvu za Mungu, nguvu. Asante Bwana, maana Mungu naitenda. Litukuzwe jina lako Bwana. Na waachilia mikononi mwako ushirika huu wa Malamba Mawili. Asante kwa ajili ya eneo hili. Asante kwa mtu wako aliyetoa eneo hili Bwana. Na liko eneo ambalo wanatamani kununua Bwana. Nawaombea baraka zako, kumbuka uchumi wao Bwana. Waliopo na watakao kuja Bwana, kaushikamanisha ushirika huu Bwana. Na wanaozunguka ushirika huu wa Malamba Mawili, na watamkia baraka majirani katika jina la Yesu Kristo. Bwana aliyetoa ardhi hii, tunamtamkia baraka zako. Watumishi waliopita kabla ya mtumishi wako Bwana, wabariki Bwana, maana amefanya kazi yako iliyo njema. Wakumbuke Bwana watumishi waliopo na watakao kuja, kawawezeshe Bwana katika kila walifanyalo, ukae Mungu kwao katika jina la Yesu Kristo anashai. Watunze daima. Amen. 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 Sema mimi ni mshindi. Mimi ni mshindi. Naomba tuseme mimi ni mshindi. Mimi ni mshindi. Mimi ni mshindi. Mimi ni mshindi katika jina la Yesu. Makofi kwa Yesu. Mwamba wenye imara, kwako nitajificha. Maji hayo na damu yaliyotoka mbinguni, unisamehe na dhambi Bwana,
unifanya mshindi kwa kazi zote pia Bwana, sitimizi sheria, nijapo fanya bidii, nikiri pia na kudhii, haya si makosa Bwana, niwe wako kuokoa, niwe wako kuokoa.